One tribe. One tribe. One nation. One nation. One tribe. So today, it's a very sad day to us as members of this nation. Tumeona jana kuna wakili amepigwa risasi, ukweli uongo? I want to get you back to the history of the youths of 1950s. Sasa nyama youths wa 1950s waliamua kupigania hii nchi. Waliamua kuipigania kwa sababu waliona hii nchi inaenda kwa mikono mibaya. Na wakamanage na wakafukuza wabeberu hii Kenya. But there are some people wenye walijirundukiza pamoja na wakaamua kuchukua resources za hii nchi kama mashamba. I want to say this without contradicting myself. We all know kuna shamba inapiganiwa hapa Thika Road. Na hiyo shamba inapiganiwa kwa sababu Wahindi wanafeel iko kwa decongested hapa Parklands na wanafaa kwenda Thika Road. Ukifanya research mzuri ya hiyo shamba unapata in 1989 KCB ilipatiana loan kwa sababu ya hiyo shamba. Na mimi najiuliza aje, mtu mwenye anaweza kuwa na shamba ya more than 150 acres prime land aliitoa wapi? Mwenye anadai ni mwenye hii shamba ni mtoto wa brother ya the first president of this nation. Kama kumekuwa na rangos kwa hiyo shamba for more than 30 years, Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa president wa hii nchi for more than 10 years. It is the brother to Beth Mogo. So I'm asking questions. Sasa nye sisi kama wa Kenya waliamua wabeberu lazima waende, mashamba ya wanamlima ilienda wapi? So I'm urging the DCIs. Saa hizi watu wameanza kupoliticize hiyo issue. Wengine wanasema ati huyu mwanaume alikuwa kwa timu ya IBC. Wengine wanasema alikuwa leo sijua nini. So we are saying this. Sasa nye wenzetu walichukua serikali 1963. I can tell you for free, by that time capital city ya Kenya ilikuwa Machakos. Lakini kwa sababu some people wanted to benefit themselves, waka move capital city from Machakos Ukambani wakaileta Nairobi, ndio centralized government. Vibe tribe, one nation. Vibe tribe, vibe tribe, one nation. One nation, vibe tribe. So we are saying this in a nutshell. The reason as to why sisi kama vijana tunasema hii nchi inaenda place mbaya ni kwa sababu kuna vitu zinaitwa historical injustices. Before post election ya 2007, hii Thika Road haikuwa na mashamba maguta. Lakini sasa wenye watu walidisplacewa Eldoret, wengine wakadisplacewa Mombasa, wengine wakadisplacewa Kisumu, wote wakapelekwa mlima, ndio kukazaa kitu inaitwa maguta. Swali yenye mimi hujiuliza ni mabrothers wangu wa mlima, mashamba zenyu zilienda wapi? Vibe tribe, one nation. So that's why we are saying as youths, we have a blueprint yenye ita resurrect economy ya hii nchi, yenye itaangazia mambo ya social and economic empowerment, yenye ita restore Kenya ikuwe moja bila kuangalia ukabila, bila kuangalia race na bila kuangalia umetoka uko na pesa ngapi. Vibe tribe, one nation. So we are urging the DCI to investigate kifo ya huyo wakili without being politicized. Muangalie kutoka nyuma kama ni mambo ya hiyo shamba, kama ni mambo ya hiyo IBC, kama ni mambo yake personal. Kwa sababu one of the reasons why we are in this cause, the third liberation of this nation, it is because we want to have a cure that will cure this nation for the next 50 years. And that's why we are saying like youths, we already have a blueprint yenye ita resurrect economy ya hii nchi, na yenye itafanya biashara zirudi, na yenye itamaliza ukabila kwa hii nchi. Vibe tribe,
One nation. Vibe tribe. One nation. Tukirudi kwa mada yenyu. There is no way unaweza tuambia ati tuongezee watu wakuwa na miaka 7 na hiyo miaka 5 wameshindwa nayo. One of the biggest reason why the Constitution 2010 inafanyanga kazi kwa hawa leaders, wanaangalianga zile vipengele zenye zinawafavor, zenye haziwafevi wanaachana nazo. It is because of some injustices zenye zimekuwa ziki-evolve. And that's why we are saying as youth, we need new leadership yenye itangazia Constitution from page 1 to the last page. Vibe tribe, one nation. So I'm urging all of you, ile leadership yenye niliwaonyesha tukiwa hapa bunge, that is the same leadership yenye naonyesha vijana Kenya mzima. And that's why they gave me their blessings, so that I can be talking on their behalf. So we are saying this country belongs to all of us. And Vibe Tribe is not about Francis Awino. It is not about Anthony Karumba neither. It is not about Yeshua. It is about all of us. We need to come up together so that we can create ideas that will resurrect this nation kabla hii country izame na tuikose. Vibe Tribe, one nation. Tuko sawa ama tuko sawa? Tuko sawa ama tuko sawa? So nawaambieni hivi, hizi vitu zenye mnaona zikiendelea Kenya zimebakia miaka 2. In 2027 we are double sure that uongozi itarudi kwa vijana, kwa sababu sisi vijana we are 70% of the population of this nation. Na tukienda kwa kura, we are double sure tutashinda hawa wazee. Farasi ya 27 ni farasi 2. Farasi ya kwanza ni ya vijana, farasi ya pili ni ya wazee. Tunajua wazee ndio wamekalia kiti saa hii. So tunawaaji nyinyi wazee wengine wote mjoni mzee wenyu mkijua sisi kama vijana tumejipanga. Vibe Tribe, one nation. So hii mambo ya term limit, Nepal mmeona venye kunaendelea saa hizi. Wanafuata example ya Kenya ya 2024. So tunaambia government ya Kenya hivi, acheni kuleta kitu italeta uprising kwa hii nation. Sisi tumetulia tunawaona, lakini mkitaka turudi kwa barabara this time around, tukirudi kwa barabara njia haitakuwa parliament, njia itakuwa state house. Kwa sababu our leaders wanakaa ni kama wametuzoea. Sisi ndio tumewaajiri kazi. Ukweli urongo? Sisi ndio tumewaajiri kazi. Na sisi tumesema hizo takataka zenyu za 7 years muachane nazo na msahau. Na kama mnataka twende Nepal we shall go. Na tuta relent. And that's why I always say, afadhali nikufe sasa hivi kuliko nione mtoto wangu akiteseka kwa sababu ya kitu ningefanya saa zenye nilikuwa na energy ya kuyafanya. Vibe Tribe, one nation. Nikimalizia, nimeona speaker kwa gangari, naendelea kuwa gangari. Sisi kama wanabunge tumpatie support yetu yote ndio tuendelee kuwa pamoja. Ya mwisho, nikirudi kwa mambo ya huyo wakili, juu inaniuma sana. Kuna banki inaitwa KCB. Kuna banki inaitwa Kenya Commercial. Hao ndio walipatiana loan 1989. Na hizo sarakasi zote zenye zinaendelea, we really need to know ni nini na transpire kwa hiyo shamba. We really need to know. We are giving KCB 7 days. Watuambia ni nini zile documents zenye walipewa ndio wapatiane shamba. Kwa sababu tukiingia kwa historic injustices, inabidi tuangalie mambo ya hiyo shamba from A to Z. So that sasa zenye hata DCI wanafanya investigation ya kifo ya huyo lawyer, kukuwa na transparency kwa hiyo kifo. It is very wrong to have a bank yenye haiangalii, counter check documents zote kabla ipatiane loan. It is very wrong to have a bank yenye inashikana na watu wengine ndio wanyang'anya watu wengine shamba. It is very wrong for a bank
Mtu ukienda kwa bank unaenda na hope moja, ukijua kuwa utapata solution kwa hiyo bank. It is very wrong. Ukienda na hope kuwa utapata solution kwa bank, alafu bank wanakaa chini wanakuchorea. It's very wrong. Vibe tribe. So we need transparency at KCB Bank na mambo ya hiyo shamba. Na pia tunaambia hizi banks zingine tunawaangalia. That is one of the biggest reasons. It is one reason ya kwa nini sisi kama vijana tunasema lazima tuchukue uongozi ndio tufanye nini? Tubadilisha maneno. Kwa sababu kama hiyo ni banking sector, ukiingia kwa education sector ndio mbaya zaidi. Ukiingia kwa mambo ya health unapata huko ndio kumerot. Ukiingia kwa mambo ya chakula, jameni sisi kama wa Kenya inafika mahali tunashindwa tutaenda wapi. Lakini kwa sababu tulizaliwa hapa Kenya, we are not begging to be Kenyans. Na hii nchi juni yetu lazima iwe sisi wenyewe ndio tuta make sure tuko na Kenya yenye iko conducive kwa kila mtu kuishi na kila mtu anafurahia kuishi Kenya kwa sababu ni yetu sisi wote. Asanteni sana. Mungu awabariki wote wanabunge. Vibe tribe. One nation. Vibe tribe. One nation. Sasa niwaulizeni, hao wazee wameshindwa na kazi, ukweli uongo? The reason why tumekuwa kwa barabara ni ndio hii uongozi wao tumalizane na sisi kama vijana tunafaa kusupport ama kuachana nayo. Sasa mshajibu. So kama wana Vibe Tribe, tuko na leaders wetu wengine hapa. Deputy President wa Vibe Tribe Anthony Karumba ako hapa. Tuko na coordinator anaitwa Joshua ako hapa. Vibe Tribe pia iko international. Vibe Tribe One nation. One nation. One tribe. Tuko pia na bibi yake. Bibi ya Karumba. Mwenye ni Muethiopia. Mwenye ni Muethiopia. So tunasema Vibe Tribe already ni international. Wakuja hapa wasalamie, alafu sasa tupige gumzo. Wewe Joshua. Deputy President of Vibe Tribe. International inaweza ama iwezi? International inaweza ama iwezi? Sawa, wana Vibe Tribe wako sawa ama wako sawa? Sasa acha wasalamie, alafu niwapatie gumzo for 1 minute, muendelee na mjadala yenu. Vibe Tribe, One Nation. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Mwananchi. Nguvu mashinani. Wanabunge. Tulie kidogo. Wanabunge. Nimepata Boniface who was one of us. Na saizi ni the current speaker wa bunge la Mwananchi. Mimi kama kijana mwenzake nampa hongera na namuombea kuwa ile wakati atahudumu kama spika wa hili bunge aweze kuendesha kikao ili pia akuze wengine watoke hapa waende kwa international, waende kwa the other level of politics, kuchangia mada hiyo ya term limit. Nataka kuwaambia Wakenya, sisi kama vijana wale wanajenzi kuanzia mwaka jana tuliona vile tulienda street other nations, Napoli, Sri Lanka, na saizi kuna hii the other nation, Nepal. Those are our students. Wali learn from us, waka execute na waka end up wamengoa hao mabapari hao wanawanyanyasa kwa viti. Na saizi that nation won't be the same. Us, priority yetu pia ilikuwa kuona wale majamaa wameiba mali yetu. Wale majamaa wameiba pesa hapa Kenya. Wale Vibe Tribe. Vibe Tribe. One nation. One tribe. One nation. One tribe. Nilikuwa nasema
Mzee tulia. Mzee tulia. Bwana maoni wengine na kuma. Maoni wengine naona kwa nini? Nilikuwa nasema hivi wanabunge. Wewe mzee. Nimekusikiza. Ona baba. Wewe mzee. Vile nilikuwa nasema wanabunge ni hivi. Sisi kama vijana, our only vision na hope ilikuwa ni kuona Kenya wale majamaa wametunyanyasa, wakaweka boundary between the political class and us. Ni kama day and night. Tulikuwa tunataka kuleta kitu inaitwa equalizer. Yule jamaa MP anaweza kufanya nini? Kukuja hapa bunge na tuongee na yeye bila sisi kumwomba zile vitu inaitwa handouts. That was what we were fighting for. Lakini kulingana na wale majamaa wa kabila, wakaja wakacheza huo kabila, wakatuzambaratisha. Saizi wanasema sijui kuna sijui majezi wa hii kabila na ile kabila. That was not our vision. Sisi sasa kama wana Vibe Tribe tunasema vijana tuungane ili tuweze kumaliza ile mambo ambayo tulianza. Na hiyo issue ya term limit, kama wanataka tuende kama wale wengine tumeona nchi zao zimeendelea, tutaenda hapo hapo wakileta hiyo mambo ya term limit. Thank you. Vibe Tribe, one nation. Vibe Tribe, One nation. Vibe Tribe. One nation. Thank you very much. Bunge power.